Leo nakwambia katika vitu ambavyo vinavyowakosti sana wakina dada katika mapenzi ni swala la kuwa wawazi katika mapenzi yao. Huyo mtu ambaye unayemwambia siri zako, unayemwambia maisha yako, yeye ni binadamu kama wewe hapo, alafu unampa siri zako za maisha yako ambayo yaliyokuwa yamepita. Hapa ndipo ambapo wadada wengi mnapoharibu maisha yenu, na ndipo ambapo mnapokosea. Huyo ambaye unayemwambia maisha yako yaliyokuwa yamepita, fahamu ya kwamba huyo ni binadamu kama wewe. Chunga sana, la kwako katika moyo wako ni la kwako, la kwako katika maisha yako ni la kwako, kwa sababu utamwambia mchumba wako ya kwamba hapo zamani nilipokuwa katika hali yangu ya usichana, nilikuwa nikipata ujauzito unatoka, nikipata ujauzito unatoka, nikipata ujauzito unatoka. Unamwambia mwanamume wako, unafikiri atadumu na wewe katika mapenzi yako? Lazima atahisi tu, je, pindi endapo akibeba ujauzito wangu, je utakaa? Je utatoka? Je utakaa? Je utatoka? Hapo ndipo ambapo mapenzi yako yanapoingia dosari katika maisha yako. Acha kumwamini kila unayemuona katika maisha yako. Acha kumwamini kila ambaye anayekuja katika mapenzi yako ukamwamini. Ndipo ambapo wanawake wengi wanapoteswa katika mapenzi, wanapoachwa katika mapenzi, wanaachwa na watoto, wanaachwa na familia kubwa katika maisha yao, wanaachwa wakiwa tayari washatengenezewa upendo mzito katika mioyo yao. Na wewe mwanamume, acha kumuingiza mwenzako katika mapenzi. Acha kumwaminisha mtu katika mapenzi wakati haumuhitaji, wakati haumtaki. Ya nini kumpa mtu matumaini ya mapenzi, matumaini ya ndoa wakati haumuhitaji, wakati haumtaki? Hii sio vizuri bwana. Hii sio vizuri. Kwa nini mnawatesa watoto wa watu? Wapo watoto wa watu mpaka leo hii wanalia, machozi yanawatoka kwa kuwawaza nyinyi ambao mliokuwa mmewatelekeza katika maisha yao, mmewatelekeza katika maisha yao, na wanaishi katika mazingira magumu, wanaishi katika maisha magumu. Chanzo ni wewe ambaye uliokuwa umempa matumaini katika maisha yake. Na wewe dada, na wewe dada, na kufundisha, acha kumwamini yule anayekuja katika maisha yako kisingizio ya kwamba anakupenda, kisingizio ya kwamba anataka kukuoa, kisingizio cha kwamba anahitaji kutengeneza mapenzi na wewe, na wewe ukajimaliza, ukampa siri zako zote. Hapo zamani ulikuwa hauzai, hapo zamani ulikuwa na maradhi kadhaa na kadhaa, hapo zamani ulikuwa una maradhi ya aina fulani ambayo umetumia dawa mpaka leo hii haujajua hatima ya maradhi uliyokuwa ukunayo. Je, unayemwambia anaweza akastahimili kile ambacho kilichokuwa kimekukuta katika maisha yako? Huyo unayemwambia, je, anaweza akatoa pesa zake kukuhudumia, kutafuta tiba ya maradhi uliyokuwa uko nayo katika maisha yako? Au hatohitaji kuwa na wewe, au hatohitaji kumaliza pesa zake kuweza kukutibia maradhi ambayo uliokuwa uko nayo katika maisha yako, na akaachana na wewe na akatafuta mwanamke mwingine? Acheni kuwa wawazi, acheni kuwakaribisha watu katika ndoa, kuwakaribisha watu katika ndoa za uongo, katika mapenzi ya uongo. Wangali hao watu wamekuja mara moja kutoka sehemu fulani, kutoka sehemu fulani, hamwajui hao watu wanawake walipokuwa wametoka, wameoa walipokuwa wametoka. Je, walipokuwa wametoka wanaishi vipi na wako na maisha gani katika maisha yao, ili usije ukaja ukaishi kwa masononeko na maisha magumu. Inshallah ukiipata video hii, inshallah ningependa uweze kushare ili atakayepata ujumbe huu ili aweze kujifunza kupitia hili. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.